Huyu mchizi hapa anaitwa Dave, na maanisha aliyevaa shati ya blue, na huyu kipara ni rafiki yake kipenzi sana. Anasema kwamba wanabidi waongee kiume. Usiku wa harusi, baada ya harusi kulikuwa na party kabla watu hawajaingia kulala. Nakumbuka sana, nakumbuka kila kitu. Kuna kitu kilitokea kati yangu mimi na mkeo Chika. Chika alikuja chumbani kwangu na tukakusaliti kwa pamoja. Kamera ziko wapi? Ili nishtuke. Najua hii ni prank. Najua huu ni utani tu. Mnataka mimi nishtuke mniposti mitandaoni, si ndio? Hapana, nipo serious. Hamna. Nahisi kama unaenda kuchanganyikiwa wewe. Tulilala wote na tukashiriki tendo. Na haikuwa kwa mara ya kwanza. Na nilikutana naye kabla. Unakumbuka ile safari ya Abuja Ndo nilikutana naye kwa mara ya kwanza kule kabla hata hajakutana na wewe. Na tukafanya tendo huko kwa mara ya kwanza. Na hii usiku wa harusi yako ilikuwa ni mara ya pili. Hii ilimpiga kichwani sana Dave. Hebu ondoka. Ondoka ofisini kwangu. Ondoka bwana. Ile mimba ni yangu. Na maanisha ujauzito wa mkeo ni wa kwangu mimi. Toka. Nini hiki? Huu ni mwanzo tu. Mimi naitwa Seda. SEDA. Baki na mimi hapa Recaps 97, alafu uone bonge la dude ili hapa linaenda kuishaje. Sasa tunarudi siku 10 nyuma. Tuone mkasa mzima ulianzaje, si ndio Huyu dada ndio Chika na hapa ndo nyumbani kwa Devi. Lakini kipara Teli anaingia kimya kimya, anamkumbatia kwa nyuma. Chika aligeuka akijua ni mumewe, kumbe ni Teli. Wewe, hebu toa mikono yako kwangu. Hivi uwezo wako wa akili bado unafanya kazi au? Unafanya nini hapa? Nafanya nini kwenye nyumba rafiki yangu kipenzi? Si uende sebleni uende ukamsubiri huko. Mimi nimekumisi bana. Devi akaingia pale. Mbona umewahi sana mzee? Babe, kila kitu tayari hapa, lunch yako iko tayari. Kijana, naona sasa. Huu ndo uzuri wa kuoa. Naona. Usione wivu kijana. Ni wazi Devi anamkubali sana rafiki yake Teri bila kujua kinachoendelea kati ya Teri rafiki yake pamoja na mkewe. Sasa Devi anamiliki kampuni kubwa sana na naisa karibu 51% ya kampuni, inamfanya kuwa yeye ndo mwenye maamuzi zaidi kuliko mtu yoyote katika hiyo kampuni. Na Teri anaisa karibu 10% tu ya kampuni. Leo Devi anaomba ushauri kwa Teri kwamba anataka kumnunulia Chika mkewe nyumba ya zaidi ya milioni 160 naira za Kinigeria. Ni kama milioni 250 za Kitanzania hivi. Kitu ambacho ni wazi Teri hakupenda kabisa kukisikia, kwa sababu ni kama ana wivu na yule mwanamke Chika. Leo usiku hapa ni nyumbani kwa Teri. Teri anamuita Chika na Chika ameitika. Chika amekuja nyumbani kwa Teri. Teri, kwani unafanya hivi? Mume wangu yupo nyumbani na muda huu atakuwa ananitafuta, na wewe unaniita katika mida hii kuja kwako. Ye Teri kichwani anawaza ushenzi tu. Mumeo anataka kukunulia nyumba milioni 160 kama surprise. Sasa kama ni surprise, kwa nini unaniambia kwa sasa hivi? Teri, kwa nini unatumia nguvu sana kuharibu ndoa yangu? Kwa nini unafanya hivyo? Huoni kama sio sawa kwa rafiki yako pia? Nilikutana na wewe kwanza. Kwa nini umchague yeye? Nampenda yeye, nampenda sana mume wangu. Hili muuma Teri kinoma. Hili mpiga kichwani. Ondoka. Unasema? Ondoka kwangu. Ama utaki kwenda kwako tena? Mtoto wa kike kabidi abebe pochi yake na kukimbia sana, maana akajua amepona katika tundu la simba. Kufika nyumbani anamkuta mumewe anamsubiri. Lakini mwanaume sio kwamba kapaniki, anawaza mke wake alikuwa wapi? Asijakaa alipata tatizo. Kwa alikuwa na wasiwasi tu kama mwanaume. Baby nisamee, nilipitia kwa dadangu Ogechi, alikuwa anaumwa. Vipi, yuko salama? Ndiyo, yuko salama. Tumeshamtoa hospitali karudi nyumbani. Kwa hiyo kwa kifupi kadanganya. Ogechi ni dada yake kabisa na Chika ambaye amefatana na ndio ambaye amemlea Chika, maana wazazi wao walifariki wakiwa wadogo sana. Basi asubuhi mchizi akapiga simu kwa Ogechi. Shemeji, pole sana. Nasikia ulikuwa unaumwa bwana. Naumwa? Ndiyo, mdogo wako aliniambia ulikuwa unaumwa. Ogechi kama kuna kitu anataka kuongea lakini anakatishwa na maneno ambayo hayaishi kutoka kwa Devi. Aliniambia ulikuwa unaumwa sana. Pole sana. Na nadhani utakuwa salama. Sasa kuna kiwango cha pesa kidogo nitampa. Atakutumia ama atakuletea uweze kuangalia matunda na vitu kama hivyo. Pole sana. Basi Ogechi akagundua kabisa kwamba mdogo wake kuna kosa kafanya. So akacheza kama dada. Ndiyo shem, asante sana kwa kunijulia hali na kwa kunijali. Basi wakaagana pale, msala wakawa umeshasovika. Kwa hivyo Ogechi alimfuata mdogo wake kumlaumu sana, kipi kinaendelea, wai alimdanganya mumewe, na alikuwa wapi na alikuwa na nani. Lakini Chika alisisitiza kwamba dada, hakuna chochote kibaya kinachoendelea na wala sikuwa sehemu mbaya. Dada ilibidi amuelewe tu mdogo wake. Leo Dave kaja kumuonyesha nyumba aliyokuwa amemnunulia mkewe.
Hakika Chika alifurahi sana, ni jumba la kifahari na liko barabarani mtaa wa Kishua, neighborhood imekwenda shule kinoma. Yaani alifurahi sana, alipiga kelele kwa furaha na shangwe kweli kweli. Leo usiku mtoto wa kike alitaka kumshukuru mumewe na penzi moja mujarabu kabisa. Ghafla simu ikaita na aliyekuwa anapiga alikuwa ni Terry. Anamwambia mchizi kwamba ametuma email ya kazi, so Devi ikabidi aanze kazi na kuwa busy moja kwa moja. Akamwambia mkewe kwamba sorry, nilikwambia ni Terry kanipigia na kanitumia email ya kazi na ni muhimu sana, kwa hiyo naomba niifanye tu mke wangu. Najua kabisa huyu ni Terry. Mtoto wa kike alikuwa disappointed sana Chika, maana alijua Terry kafanya kusudi kabisa. Sasa Terry amejuaje kama ndio ulikuwa muda husika wa kuvunja amri ya 6? Bwana kumbe aliweka kamera chumbani kwa rafiki yake Devi na anaona kila kitu na kila siku anachokifanya. Huyu mchizi wanangu sidhani kama ni mzima. Unajua wewe ni wa kwangu Chika, wewe ni wa kwangu peke yangu. Hili jamani chizi, mnajua Leo Chika anaongea na dada yake Ogechi. Dada, mimi nadhani sistahili kabisa kuwa na Devi. Wewe hebu koma. Devi ni mwanaume mzuri sana na kila mwanamke mtaani na Nigeria nzima anatamani kuwa na mwanaume kama Devi. Lakini wewe pia ni mwanamke mzuri na ni mstaarabu na unampenda mumeo, kwa hiyo wote mnaendana. Dada, hivi wanaume wanasamehe usaliti ukichiti? Wanaume hawasamehi mtu akichiti, hawawezi. So usijaribu kumsaliti mumeo, sawa? Na kama ulishawahi kumfanyia kosa lolote la kumchiti, ondoa ndoto ya kuja kumwambia. Bora hiyo siri uingie nayo kaburini, usije ukamwambia chochote kuhusu usaliti. Sio, unanielewa vizuri Usije ukamwambia chochote. Leo Chika analeta vipimo vya ujauzito na majibu ya ujauzito kwa mumewe, na vipimo na majibu kwa pamoja yanasema kwamba mtoto wa kike amedaka ujauzito. Hakika ilikuwa ni furaha kubwa sana. Hivi unajua muda wote nilikuwa nataka kuwa baba, sijui unaelewa hilo? Ndiyo mume wangu, na sasa inaenda kutokea. Asante mke wangu. Alifurahi sana Devi. Alifurahi pamoja na mke wake Chika na walifurahi kwa pamoja. Ni familia ambayo ina furaha sana kwa sasa. Devi anapokea taarifa kutoka kwa sekretari wake kuwa Terry leo hatakuja kazini. Ilishtua kidogo kwa sababu Terry ni rafiki yake na always kama hataki kuja kazini ama anaumwa ama ana tatizo anampigia tu simu. Nimekwaje leo amemtumia sekretari? Akapotezea akasema atampigia. Kumbe Terry kaja nyumbani huku kwa Devi. Kwa nini ukuniambia? Kuhusu nini nikwambie? Kwamba umebeba mtoto wangu. Unaumwa Mtoto huyu pi huyo unayemzungumzia? Mimi na wewe tunajua kwamba huyo ni mtoto wangu, hiyo ni mimba yangu. Hili jamaa, nipo kwenye ndoa bana. Na hii mimba ni ya mume wangu. Ondoka kwangu. Na ule usiku ulikuwa ni kosa tu na najuta na nitajuta katika siku zangu zote za maisha yangu. Hebu sikiliza. Mwakani nitakuwa na miaka 40. Na itakuwa ni kitu cha mwisho kabisa mimi kuweza kukubali eti mtoto wangu wa pekee na mpata uzeeni alelewe na mwanaume mwingine. So huyu mtoto nitampigania. Kwa nini unafanya hivi lakini? Devi ni rafiki yako wewe, rafiki yako kipenzi kabisa. Mimi sijali. I don't care. Yaani nifunge mikono, niache mtoto wangu alelewe na mwanaume mwingine? Sikiliza, sitaki tubishane. Naomba nitunzie huyo mtoto wangu. Anacheka kwa dharau sana Terry. Mchizi mimi naambia sio mzima wanangu. Sasa Chika kichwa chake kimeanza kuchanganyikiwa kama dada uswahilini mwenye michezo kama 10 na anadaiwa yote na ajui atapata wapi. Mfukoni hana hata 100 na vijumbe wote wamemjia nyumbani kwake. Hii hali ikamchanganya. Akaja kwa dadake Ogechi, labda ataweza kumshawishi na kumshauri chochote. Ogechi alilalamika sana kwa nini amefanya kosa la kipumbavu namna hii kwenda kumsaliti mwanaume ambaye anamtunza, mwanaume tajiri kawatoa kwenye matatizo na umaskini, tena na rafiki yake kipenzi. Alilalama sana dada Ogechi. Alilalama sana. Kumbuka yeye ndo ambaye amemlea mdogo wake, wazazi wao walifariki kitambo sana. Alitamani hata kumtolea laana. Aisee, hii ilikuwa ni nzito sana kwa Ogechi pamoja na mdogo wake Chika. Watamwambia nini Dave? Patamu hapa. Chukua kinywaji cha baridi hapo ndugu mtazamaji na msikilizaji, alafu tuendelee wote. Dude hili ni tamu, ndo kwanza linaanza. Nimempa mtu ujauzito Dave. Terry, niambie, unaenda kumuoa huyo binti si ndio?
Ukweli ningetamani kumuoa, lakini ukweli nini? Lakini nini sasa? Kuna ishu ndogo, yupo kwenye mahusiano. Kwa hiyo ana ujauzito wako na yupo kwenye mahusiano. Niweke sawa. Sielewi yani. Yupo kwenye mahusiano na anakuzalia wewe. Ndiyo, hamna kibaya. Hamna kibaya ambacho kitamtokea mtoto wangu mimi. Sasa mchepuko ni nani? Wewe ama huyo mwanaume mwingine? Nataka kujua ni nani huyo binti kwanza. Usijali, utamjua tu lakini tayari unamjua, maana mnafahamiana, ila haujui kama ndo ambaye nimempa ujauzito. Najuana naye? Atakuwa Ngozi au safari ya Abuja atakuwa Aisha. Devi ajui kwamba anayezungumziwa hapa ni mke wake Chika. Aise, usilolijua wanangu. Devi anamwambia Terry rafiki yake kwamba anataka kumsafirisha mke wake Chika aende nje ya nchi, aende akajifungulie huko. Hii ni kama kengele ya hatari ligonga kichwani kwa Terry. Akaona kama anakimbiziwa mtoto wake hapa. Asubuhi akadamka dukani kwa Chika, akaenda akamwambia vyote kwamba mumewe anataka kumsafirisha. Kwa anaona kama yeye na mumewe wanashirikiana kumkimbiza mtoto wake. Lakini mwanamke akamjibu vibaya kwamba huyu sio mtoto wake na nini, maneno kibao ya shombo. Mwanaume akapata hasira, akasema okay, wewe una kiburi, sasa nitakukomesha. Leo ndo ile siku ya 10 ambayo amekuja kumwambia rafiki yake kipenzi kwamba ile mimba sio ya kwako, ile mimba ni ya kwangu na mwanamke wako nililala naye mimi. Patamu hapa. Wanabidi waongee kiume. Usiku wa harusi, baada ya harusi kulikuwa na party kabla watu hawajaingia kulala. Nakumbuka sana, nakumbuka kila kitu. Kuna kitu kilitokea kati yangu mimi na mkeo Chika. Chika alikuja chumbani kwangu na tukakusaliti kwa pamoja. Kamera ziko wapi? Ili nishtuke. Najua hii ni prank. Najua huu ni utani tu. Mnataka mimi nishtuke mniposti mitandaoni, si ndio? Hapana, nipo serious. Amna, nahisi kama unaenda kuchanganyikiwa wewe. Tulilala wote na tukashiriki tendo. Na haikuwa kwa mara ya kwanza, na nilikutana naye kabla. Unakumbuka ile safari ya Abuja ndo nilikutana naye kwa mara ya kwanza kule, kabla hata hajakutana na wewe. Na tukafanya tendo huko kwa mara ya kwanza, na hii usiku wa harusi yako ilikuwa ni mara ya pili. Hii ilimpiga kichwani sana Devi. Ondoka bwana. Ile mimba ni yangu. Na maanisha ujauzito wa mkeo ni wa kwangu mimi. Toka. Sasa tuendelee na movie. Devi kapata moto kinoma. Kachanganyikiwa. Devi haelewi kabisa. Baby, umenipigia ukiwa na wasiwasi sana. Kila kitu kipo sawa? Naenda kukuuliza swali. Nataka jibu sahihi tu. Kwa uoga, Chika akasema sawa. Sura ya majonzi ya Devi inasema kila kitu kinachoendelea katika ubongo wake. Ulilala na Terry? Ndiyo au hapana? Ndiyo. Alitaka kudondoka Devi kwa pressure. Alichoka. Baby, nisamee, ilikuwa ni bahati mbaya, nililewa sana. Ondoka. Ondoka. Devi alipanda chumbani kwake kumwacha mkewe analia sana. Na kuongea mwenyewe ajui afanye nini. Mmoja na maumivu ya kusalitiwa na mkewe, tena na rafiki yake kipenzi. Na mwingine anajuta kunywa pombe, kulewa na kumsaliti mumewe na rafiki yake kipenzi. Hii sikie tu maumivu ambayo anayapata Devi hapa kwa mwanaume, yanachoma ise. Muda wote anajaribu sana kuomba msamaha Chika, lakini Devi hili ni zito sana. Sijui cha kuongea. Naomba ondoka tu. Baby, ongea kitu. Kipi niongee? Ukimya wako unaniumiza, unanitafuna sana mimi. We sema. We sema kitu tu. Au niruhusu nijieleze. Ujieleze kwamba ulilala na rafiki yangu. Mume na hapa nililewa. Nilifikiri ni wewe kweli tena. Ulilewa? So ulikunywa ili usahau sura yangu, si ndio? Au ulilewa ili sura ya mumeo ionekane kama kaburi kwako? Unajua najisikiaje hapa? Chika, umenipaka aibu usoni kwangu. Sasa nisikilize, sintokusamehe, lakini mwambie huyo mpumbavu mwenzako kwamba huyo mtoto nitampigania. Kamwambie huyu mtoto ni wangu, nitampigania. Mwanaume akaondoka. Hii wanangu inachoma sana. Hii inauma kinoma. Kesho yake hapa Terry amekuja, lakini anashangaa mlinzi amfungulii geti. Hebu nifungulie geti.
bosi kasema kwamba nisikufungulie geti wala uruhusiwi kuingia humu ndani tena. Ngoja nimpigie sasa, utafukuzwa kazi mjinga wewe. Akajaribu kumpigia mchizi wake Dave, lakini Dave haokoti. Mara ya kwanza, mara ya pili haokoti, akajua haya ni makusudi. Kwa hiyo Dave ndo mmepanga hivi makusudi eti mimi ili mtoto wangu nisimuone, si ndio? Sasa nakwambia mimi mtoto wangu nitamuona, mbinu zako hazifanikiwi. Mwanangu mimi nitamuona, hebu fungua geti mpumbavu wewe. Ila mlinzi hataki kufungua geti, amekomaa. Nasema hivi, ipo siku mimi mtoto tutaona nani atashinda, wajinga nyinyi. Kaingia kwenye gari, mwanaume akaondoka. Chika alimuita dada yake, labda ataweza kumwombea msamaha kama mlezi wake, lakini maumivu aliyokuwa nayo Dave ilikuwa ni ngumu sana kumsamehe, na huu msamaha uligonga mwamba tena. Amsamehe kwa kipi? Huto kumwambia kwamba alilala na huyo Terry Abuja, na alikuwa anajua kabisa wao ni marafiki, so angekataa kuingia kwenye mahusiano na Dave? Au amsamehe kulala na Terry usiku wa harusi yao na akaendelea kutabasamu mbele yangu? Au nimsamehe kwa kuwa hajui mimba ni ya nani, mimi au Terry? Sikuwahi kufikiri kwamba nitakuja kugombana na rafiki yangu kipenzi kuhusu mtoto, eti kisa nilikubali kumuoa huyu binti mpumbavu. Alikata tamaa kabisa Chika, akaona ndoa yake inaenda kuteketea na kuwa majivu mepesi kabisa ambayo yatapeperushwa na upepo. Na leo Dave katoa maamuzi magumu kwamba watakuwa wanalala chumba tofauti. Usilie baby, unajua sipendi kukuona unalia. Kumbuka Terry ameweka kamera chumbani kwa Dave na Chika, kwa hiyo anaona kila kitu kinachoendelea. Na akasema, Dave, utalipa kwa kumfanya mpenzi wangu alie na kuumia namna hii. Ili jamaa chizi wanangu. Dave, hiki ni nini? Umeita kikao cha wawekezaji bila kunijuza? Sikujua hata nikwambie vipi sasa. Lazima unijuze, chizi nini wewe? Utapunguza sauti yako unapoongea na mimi ama? Unaelewa? Kwa nini? Unajikuta nani kwani wewe? Sasa umefukuzwa kazi kuanzia sasa. Nifukuzwe? Unachekesha wewe. Nilitaka nikutoe kwa heshima niite kikao cha wawekezaji, lakini nimegundua haustahili heshima yoyote. Chukua vitu vyako, ondoka ofisini kwako na uondoke hapa kabla sijakuaibisha. Sasa wewe ni mtoto? Au wewe una mambo ya kitoto? Yaani kisa mwanamke leo unakuja unaahirisha urafiki wangu mimi na wewe na biashara ambazo tunafanya. Mimi ndo nina hisa nyingi hapa. Na nimegundua nimechelewa kuiona sura yako kamili na ngozi yako kamili kwa sababu ulijivika katika vazi la kiustaarabu na upendo. Kumbe ni mnafiki mpumbavu simba ambaye ulikuwa unanitamani kunitafuna siku zote. Nikisema ondoka, unaondoka. So ondoka. Haibadilishi pointi yoyote hivi. Ni kwamba nililala na mke wako na nimempa mimba na mimba ni yangu. Alimsogelea. Ongea tena. Ongea tena mara moja tu nitakupiga hadi upalalize mpumbavu. Ongea tena, utajutia kwa hili Dave. Siku hizi hata kupika anapika mwenyewe Dave. Mtoto wa kike akisogea namwambia, sikiliza, hayakuhusu mambo yangu yoyote yale. Wewe jipikie, hakikisha mwanangu huko tumboni anashiba. Sijali kitu chochote tena kuhusu wewe. Leo Terry kaja dukani kwa Chika, kamletea vizawadi. Si unajua mtoto wa kike ana mimba? Chika alimfukuza tena. Wewe una shida gani? Wewe si ulikuja chumbani kwangu mwenyewe? Ule usiku si ulikuja mwenyewe? Nilikuwa nimelewa. Acha uongo kujidanganya. Ulikuwa umelewa na ulikuwa unalalamika jina langu unalitamka muda wote. Unahitaji jina langu afu unasema ulikuwa umelewa. Hivi haujui kama unamuumiza mwanaume ambaye anakupenda sana kama rafiki yako au? Hilo ni kosa lako wewe kumchagua yeye badala kunichagua mimi. Na unajua kabisa mimi nilianza kuonana na wewe na kujuana na wewe na kushiriki na wewe kabla yake. Mimi sijali. Hii mimba ni ya mume wangu. Sawa, sikatai. Kama ya mume wako basi twende tukapime DNA. Chika kuongea kitu ana sita. Kwa nini ana sita? Au mimba ni ya Terry kweli? Terry anasema, si unaona? Usijidanganye mwenyewe. Chukua zawadi hiyo. Najiandae. Siku yote nitakuja kukuchukua nikakutunze wewe na mtoto wangu. Patamu hapa. Mbona mtoto wa kike ana sita? Au mimba ni ya Terry kweli? Leo Terry kaja na kauli moja kwamba wapime DNA test. Akijua mtoto sio wa kwake hata wasumbua tena. Dili likaa limekubaliwa hapa, maana usumbufu umeshakuwa mwingi paka kwa Dave pia. Dave akamwambia mke wake kwamba wapime DNA. Nimechoka kubilingita kwenye matope. Baby, sitaki kupima DNA. Huyu mtoto ni wako. Sawa, acha vipimo viseme. Au kuna kitu unanificha Chika? Mtoto sio wangu au? Ni wako. Huyu bidada mbona ananipa wasiwasi? Leo ni siku amekutana na mwanasheria. Ni kwamba mkataba unasainiwa. Vipimo vitakavyotoka ni kwamba asiyekuwa baba wa mtoto haruhusiwi kuwasumbua wazazi wa mtoto.
anaondoka kwenye maisha ya hao ambao watakuwa ni wahusika halali wa huyo mtoto, na haruhusiwi kuwasumbua wala kuwa karibu nao kwa njia yoyote ile, ni kwa mujibu wa sheria. Terry akasema mimi nipe ya kwangu ni saini sasa hivi. Akamwaga wino, anajiamini sana. Devi naye akamtazama sana mkewe. Alimtazama mkewe kwamba hii mimba ikiwa sio yake manake anampoteza mwanamke pia anayempenda sana. Akasaini, ili jambo likawa limepita. Pressure kwa kila upande. Chika anaomba Mungu muda wote kwamba mtoto awe wa Devi, maana Devi ndo mwanaume ambaye anampenda kweli kweli na ndo mume wake na anamheshimu. Hampendi kabisa Terry. Terry mawazo yake anawaza kwenye ushindi tu, kwa sababu na hakika yeye ndo alikuwa wa kwanza, manake huyu mtoto ni wa kwake tu. Huyu mtoto hawezi kuwa Devi. Lakini Devi pressure inapanda, pressure inashuka. Vipi? Ameoa mwanamke, amefanya kila kitu, alafu anakuja kupewa ujauzito na mwanaume mwingine, tena rafiki yake. Hapana, huyu mtoto lazima awe wa kwake. Kwa kila mtu anamwomba Mungu kwa upande wake. Patamu hapa. Wamefika hospitali, leo ndo siku ya kuchukuliwa vipimo. Daktari anasema vipimo vitatoka wiki 2 mpaka wiki 5. Terry anasema inachukuaje muda mrefu namna hiyo? Daktari kamtazama tu, lakini mchizi kabidi awe mpole, akasema sawa sawa, tutasubiri. Kwa hiyo kila mtu yuko tayari kusubiri siku ya majibu, siku ya vipimo. Na leo ni wiki ya 5 na ndiyo siku ya majibu na siku ya kutoa vipimo vya DNA test. Mwanasheria anawakumbusha makubaliano waliokubaliana, na rasmi anaanza kufungua makaratasi. Majibu ya DNA huaga yanakuwa mara 3, yani awamu ya kwanza, awamu ya pili na awamu ya 3. Awamu ya kwanza, mwanasheria anasema majibu ya DNA test yametoka, yanasema katika awamu ya kwanza ujauzito ni wa Mr. Dev. Ikampiga kichwani Terry, lakini Dev ikawa ni furaha, anawaza hayo majibu mawili yatakuwa vipi, na mtoto wa kike pia akatabasamu pamoja na dada yake. Majibu ya pili yanatoka, vipimo vinasema pia ujauzito ni wa Mr. Dev. Hey, furaha inazidi kuongezeka. Terry aamini, inawezekanaje hii? Majibu ya 3 na ya mwisho yanatoka kuhakikisha kwamba vipimo vinasema ujauzito ni wa Mr. Dev. Oh, ilikuwa ni furaha sana. Dev akamvuta mwanamke wake, akamkumbatia hapo hapo, yani kamsamehe. Huyu mchizi ni gentleman, huyu mchizi ni mstaarabu sana. I say, Terry aliumia sana, kaondoka kwa hasira. Dadake Chika naye akafurahi sana. Ogechi akafurahi sana, akaenda kumkumbatia shemeji yake pamoja na mdogo wake. Furaha ikawa imerudi kwenye hii familia. Furaha ikawa imerudi kwenye hii ndoa. Oh wow. Hii hata mimi nimefurahi. Nilikuwa na pressure pia wakubwa, maana nikasielewi. I say nimefurahi sana. Wiki moja mbele Terry akaja kuomba msamaha kwa rafiki yake, kwa sababu yote anaona yameshapita haya. Yeye alikuwa vile kwa sababu alihisi ile ni damu yake na alitaka kupambania damu yake, lakini kwa kuwa damu sio ya kwake, kwa nini wasirudie urafiki wao na biashara zikaendelea kama kawaida, maisha karudi kama zamani? Ila mchizi hawezi kumkaribisha nyoka ambaye kamfukuza nje. Anaweza kaja kamng'ata tena alafu akaua familia yake. Akasema hapana mwanetu, tushamwaga maji, hawezi kuzoleka tena haya. Yameshapita, ila mimi na wewe hatuwezi kurudi kama zamani. Akawa amejifunza kutokana na makosa. Kwa hiyo rafiki wao kwa umeishia hapa, lakini ndoa yake na familia yake imerudi katika furaha tena. What Love Leave Behind ndio jina la movie. Na mimi ni mwanako SEDA, storyteller wako katika Recaps 97. Dude lilikuwa kali kinoma Nadhani kuna mafunzo kibao umeondoka nayo humu ndichi, au sio? 0748 226222 ndio namba yetu ambayo unaweza kututwangia ama ukatucheki WhatsApp. Nilikuwepo wanangu, usisahau kusubscribe baada kugusa alama ya kengele, si ndio Ciao.